Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji wangu. Ni wakati mwingine tena ambao Mungu ametupa katika siku yetu ya leo, katika kile kipindi chetu cha Usikate Tamaa. Ninayo furaha kukualika tena kwenye kipindi chako pendwa, kipindi kizuri. Wewe ndugu ambaye unanifuatilia katika vyombo hivi vya habari, karibu sana tuweze kujifunza neno la Mungu katika siku ya leo. Somo letu la leo linasema kushindwa sio mwisho wa ndoto zako. Kushindwa sio mwisho wa ndoto zako. Na nataka nikusomee kwenye Waamuzi mlango wa 16. Mstari ule wa 23 mpaka wa 30. Kisha wakuu wa Wafilisti wakakusanyika ili kumtolea sadaka Dagon, mungu wao, na kufurahi. Maana walisema, Mungu wetu amemtia Samsoni adui yetu mikononi mwetu. Na hao watu walipomuona wakamuhimidi Mungu wao. Maana walisema, Mungu wetu amemtia mikononi mwetu huyo adui wetu, aliyeiharibu nchi yetu na kuwaua watu wengi miongoni mwetu. Ikawa mioyo yao iliposhangilia, wakasema, muiteni Samsoni ili atufanyie michezo. Basi wakamuita Samsoni atoke gerezani akacheza mbele yao. Wakamweka katikati ya nguzo mbili. Samson akawaambia yule kijana aliyemshika mkono, niacheni zipapase nguzo ambazo nyumba hii inazikalia, nipate kuzitegemea. Basi nyumba ile ilikuwa imejaa wanaume na wanawake, na wakuu wote wa Wafilisti walikuwa humo. Na juu ya dari palikuwa na watu 3,000, wanaume kwa wanawake, walikuwa wakitazama wakati Samson alipocheza. Samson akamuita Bwana akasema, Bwana Mungu, nikumbuke na kuomba, kanitie nguvu na kuomba mara hii tu. Mungu, ili nipate kujilipiza kisasi juu ya Wafilisti kwa ajili ya macho yangu mawili. Kisha Samson akazishika nguzo mbili za katikati ambazo nyumba ile ilikaa juu yake, akaziegemea, moja kwa mkono wake wa kulia na moja kwa mkono wake wa kushoto. Samson akasema, na nife pamoja na Wafilisti. Kainama kwa nguvu zake zote. Ile nyumba ikawaangukia hao wakuu na watu wote waliokuwa ndani yake. Basi wale watu waliowaua wakati wa kufa kwake walikuwa wengi kuliko aliowaua wakati wa uhai wake. Bwana asifiwe. Napenda kukukaribisha kwenye kipindi hichi kwa kuisoma habari ya Samson, mnadhiri wa Mungu, mtoto wa Manoa, mtu ambaye Mungu alimpa wito wa kupambana na Wafilisti, na aliweza mwanzoni kufanya vizuri. Lakini wakati ulifika ambapo Samson kama wanadamu wengine alikosea, na alipokosea akaweza kujiunganisha na kahaba Delila. Na nini kilitokea kwa Delila? Maandiko yanatuonyesha ya kwamba Wafilisti walimwendea Delila, wakaongea naye habari za kumpata Samson. Ndugu naye nisikiliza, mwisho wa mambo yote uliotokea, Delila aliweza kumrubuni Samson, na mwishowe Samson akatoa siri ya nguvu zake. Na maandiko yanatuonyesha Wafilisti walifanikiwa kwa sehemu, kwa sababu Delila aliweza kumnyoa Samson vichungi 7. Na kisha baada ya hapo Wafilisti walikuja wakamchukua Samson, wakamtoboa macho na kumtupa gerezani. Akawa mtu ambaye yupo kwenye gereza la Wafilisti. Lakini nataka nikutie moyo unayenisikia, mara kwa mara tumemwangalia Samson katika upande mmoja tu wa dhambi ya uzinzi. Ni kweli kabisa, dhambi haina kibali kwa mtu anayemwamini Mungu. Lakini tayari Samson, mtu mwenye ndoto za kupambana na Wafilisti, na ndio wito Mungu aliomletea duniani, umezima. Ni kama mbele yake haionekani.
Ndoto alizo nazo za kutumika kwa nguvu nyingi kama mwanzo zimeisha. Samson, mnadhiri wa Bwana, kutoka kuonekana kuwa shujaa kwenye ndoto zake za kupambana na Wafilisti mpaka kufika kwenye gereza.